mtazamaji, mimi naitwa Uncle T. Nimesimama na ndugu yangu hapa, ni kwenye chuo cha DMY. Ukikuta mavazi, huyu ni mtu ambaye anasomea ubaharia. Bana, mambo vipi my brother? Mambo fresh kama ka. Namshukuru Mungu. Bana, tunaona? Naitwa Sonya Waziri. Bana, leo tunaenda uwanja wa ndege kumpokea ndugu yetu Marigesi. Binafsi ulikuwa na lipi la kuzungumza na pongezi zipi ambazo ulikuwa unazitoa kwa chama au vyama pamoja na taasisi mbalimbali za bahari? Kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa kila kitu, maana yeye ndo tunamtanguliza katika kila majambo. Majambo kama yanatokea ghafla, lakini kuna taasisi ambazo zipo tayari na mikakati yake kukabiliana na changamoto kama hizi. Ni kweli nitoe pole pia kwa mabaharia wote ambao wako ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania hii, na nitoe pongezi kwa taasisi mbalimbali ikiwemo TASAKI, ikiwemo ZDMA, ZASO na nyinginezo ambazo zimeshirikiana katika swala hili. Tunaelekea kweli kumpokea ndugu yetu Marigesi, ni baharia pia, na tunamuunga mkono kwa kila kitu, na tutashirikiana naye katika taratibu nyingine za kwenda kumpumzisha huko anapoelekea. Bwana, mbali na hayo, wale vijana ambao wenye matamanio ya kuja kwenye tasnia hii ya bahari, changamoto kama hizi ambazo zinavyojitokeza, maybe wewe unawatoaje hofu? Mimi napenda kuwatoa hofu kwa sababu taasisi zipo zimejipanga kwa kila kitu, kwa sababu masuala ya ubaharia hajaanza leo, na changamoto ambazo zilitokea wanaweza kuzikabili zote, na washaweka mikakati namna ya kukabiliana na majambo kama haya. Kwa hiyo ni watoe hofu, waje washirikiane na sisi ambao tupo, tutashirikiana nao na tutaelekeza namna ya kuishi, namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za kibaharia. Lakini ni watoe hofu pia katika masuala kama haya, hawataki kutetemeka wala kuteteleka, kwa sababu changamoto tunajua zipo na uwezo ukazikimbia. Kwa hiyo ni namna tu unavyoishi na kukabiliana na changamoto kama hizi. Na changamoto zinatokea popote zinatokea, lakini hatupendi itokee, ila zikitokea tunazikabili, hatuachi hata moja. Bana, nashukuru sana. Mimi naitwa Uncle T, nilikuwa katika chuo hiki cha DMY, na hapa tuko kwenye process kama unavyoona, magari yapo kwa ajili ya kwenda kumpokea ndugu yetu. Tunaondoka sasa hivi hapa, tunaelekea uwanja wa ndege kwenda kumpokea ndugu yetu Marigesi. Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema roho ya Marigesi peponi. Ndivyo ndugu yangu. Naam, ndio. Shukrani. Bana, nashukuru sana. Wakati mwingine nitaendelea kugea info kwa sababu nitakuwepo uwanja wa ndege. Kwa mengi ambayo unahitaji kuyafahamu zaidi unayafahamu kutoka huko. Karibuni sana ndugu zangu. Bana, mambo vipi ndugu yangu? Bana, niko kwenye chuo cha DMY na niko na wanafunzi ambao wao wametoka kwenye Zani Fast Furious. Mambo vipi my brother? Fresh kama bana, umeipokeaje changamoto ambayo ndugu yetu Marigesi imemfika akiwa huko katika shughuli zake za pilika za kibaharia? Nimechukulia kwa uzito mkubwa kutokana na ni ndugu yetu na tatizo limemtokezea. Kwa hiyo tumechukulia kivengine zaidi, kiuzito zaidi, na imetugusa kutokana ni ndugu yetu huyu. Wewe binafsi ulikuwa na lipi la kuiambia serikali yetu ambayo imekuwa na mchango mkubwa kupitia taasisi mbalimbali? Mimi ningependa kwamba serikali tusapoti sisi mabaharia kwa changamoto yoyote inayotutokezea tukiwa hapa au tukiwa nje ya nchi. So watusapoti kwa vitu tofauti. Okay, kwa majina unaitwa? Kwa majina naitwa Saleh Nasor Muhammad. Okay, bana, mimi naendelea kupiga story na mabaharia hapa. Mambo vipi my brother? Fresh kabisa. Bwana unaitwa? Ndo Muhammad Ali Suleiman. Muhammad Ali Suleiman. Bana, wewe ni baharia? Ndio. Hii changamoto ambayo ndugu yetu Marigesi iliyomfika ya mauti, wewe binafsi ilikugusa kwa namna gani kama mwana wa bahari? Mimi ilinigusa kwa sababu ni baharia mwenzangu. Alafu istoshe ni kazi ambazo tunafanya masaa 24, tunafanya usiku, mchana, jioni. Kwa hiyo imenigusa kwa sababu ni baharia, alafu ni mwenzangu kabisa. Yaani ipo hivyo. Okay, mambo vipi my brother? Oh bro. Bwana unaitwa? Nur Suleiman Mahmud. Okay, ni baharia. Yeah. Okay, tuna hii changamoto ambayo imeendelea hivi karibuni ya ndugu yetu imemfika Marigesi. Binafsi kama baharia ulikuwa na yapi ya kuzungumza kupitia hii msiba huu mkubwa kabisa kwa mabaharia? Mimi ningependa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili jambo kubwa lilomkuta kaka yangu au rafiki yangu hivyo. Mungu amsamehe makosa yake na Mwenyezi Mungu atujalie kila laheri kwenye kazi zetu inshallah. Bana, mambo vipi? Poa. Kama Alright. Unafurahi wewe? Amna. Una huzuni? Ndio. よ. Bana, ni huzuni mkubwa sana. Huyu binafsi Marigesi unamfahamu vizuri? Ndio. Okay,
namfahamu kidogo kwa sababu ni baharia mwenzetu. Okay, ulikuwa na lipi la kuzungumza kupitia changamoto ambazo zimefika? Kwa kweli changamoto zipo chache tu, ila kwanza napenda kutoa salamu za rambirambi kwa familia, sababu msiba ni mzito. Yeye ni mtu mzuri, anapendwa na watu, familia yake ndio hivyo kama hivyo washamkosa. Tumshukuru Mungu kwa yote alotokea. Mungu amsaidie, alaze roho yake mahali pema peponi. Mambo safi kabisa. Kama kawaida. Bwana unaitwa nani? Naitwa Alei Saif Salum. Nani? Alei Saif Salum. Bila shaka changamoto hii ambayo imemfika Maligesi, changamoto kubwa sana. Swala la umauti sio changamoto ndogo. Hiyo kwa mtu ambaye yuko nyumbani, kwa mtu ambaye yuko kazini, unapokuja swala la umauti sio jambo la kulipuuza. Binafsi wewe kama baharia au mwana wa bahari, umeathiriwa kwa namna gani kupitia hii changamoto? Kwa kweli imeniuma sana kwa sababu huyu ni mwenzetu na anafanya kazi kama sisi. Na ni mtihani tu umemkuta katika majukumu yake, ila tusivunjike moyo kwa ile ambalo limemkuta mwenzetu, na tujitahidi kuwa karibu na wale watu ambao wapo chini yake, yani kwa kuwasapoti. Hata sisi kwa sababu imetugusa sana, na hisi familia yake itakuwa imemgusa zaidi kuliko hata sisi yani. Kupitia hivi vyombo mbalimbali vya kisheria ambavyo vinasimamia shughuli mbalimbali za mabaharia, mfano TASU na vyombo vingine, DMY wameshirikiana vizuri kabisa kutoa magari kwenda kupeleka mwili wa marehemu, lakini pia wamehakikisha kwamba kila kitu ambacho kimekuwa ni tofauti huko mpaka kufikia hapo, mpaka marehemu anafika hapa, wao wameonyesha jitihada. Labda nini ambacho ulipenda kuzungumza kupitia hivi taasisi ambazo zimekuwa zikiungana na nyinyi moja kwa moja? Taasisi ni moja kwa moja zimeungana na mabaharia wa nchi tofauti, hususan Tanzania. Sasa na huyu ni Mtanzania mwenzetu, kwa limemfika jambo. Kwa DMY ni chuo ambacho kinafundisha mabaharia. TASAC ni taasisi ambayo inasimamia baharia wenyewe. Sasa kwa ni vizuri kusapoti kutokana na msiba ambao umetokea kwa mwenzetu. Na hisi hapo unatoshelea sana. Bana, ndugu zangu hawa nilikuwa napiga na story hapa. Wao wanaelezea kwa namna gani ambavyo wameweza kuumizwa na changamoto hii ambayo ndugu yetu Maligesi aliweza kupata changamoto ya umauti. Ni changamoto ya umauti, sio changamoto ndogo kwa mtu yeyote ambaye anayefahamu. Umauti unapomfika mtu ni kitu ambacho sio cha kubezwa, lakini ni baharia. Kwa kijana ambaye wa Kitanzania ambaye unatamani kwa baharia, sikuvunje moyo. Vyama kama hivi unavyoona TASU, DASU pamoja na DMY wamekuwa pamoja kuhakikisha kwamba chuo pia kinashirikiana na TASAC kuweza kutoa gari kama hivi. Mimi bwana nashukuru sana. Nashukuru sana na naendelea kuwepo hapa, naendelea kupiga story na watu wengine ambao wako maeneo haya. Naendelea kupiga story na watu wengine ambao wako maeneo haya. Gari ni kama hivi unavyoziona zinaendelea kuingia kupakia mabaharia kuelekea uwanja wa ndege. Hapa bado naendelea kuwepo hapa ambao wameungana na chuo cha bahari, lakini pia wameungana na TASAC kwenda kupokea mwili wa ndugu yetu Maligesi ambaye amepata changamoto huko katika nchi za ughaibuni. Mimi Uncle T niko hapa nikielekea kwenye hii gari ambayo iko expensive zaidi. Hongera sana kwa taasisi TASAC, lakini pia ongeleni ndugu zangu TASU na pamoja na DMY ambao mmejitokeza. Kiongozi, habari za leo? Mpo kwenye gari hapa? Haya, sawa. Asalamu alaykum. Msalamu alaykum. Bana, leo tunaungana kwenda kupokea mwili wa ndugu yetu Maligesi. Maligesi. Unamfahamu vipi Maligesi? Anafahamu baharia. Okay, bahati mbaya yeye imetokea au sio? Ndio ajali imetokea huko. Au sio? Tuzidi kuombea kheri. Au sio? Hilo ndio kubwa la msingi. Na sisi ndugu zake wengine wako ndani kwenye gari. Inshallah hakuna nyingine tofauti. Binafsi wewe ulijisikiaje, yani taarifa ulipokeaje kama baharia ambaye mwenye bahari yake? Kujisikia mwenyewe kwa sababu kila kitu ni mpangaji Mwenyezi Mungu. Huwezi kusema tofauti. Kwa sababu yani nimejaala. Kikubwa tuzidi kumwambia kheri tu. Unaona bwana. Sababu wote tuko huko safari hiyo moja. Ndio maana tuko hapa. Unafahamu? Unamjua au unamjui, lakini kwa maana tuko kwenye fani hiyo moja. Au sio? Subira inahitajika.
Kwa hizi taasisi ambazo DMI pamoja na TASAC zimejitolea kwenda kutoa magari, lakini pia kwa moja kwa moja na mabaharia, binafsi wewe ulikuwa na lipi la kuzungumza kupitia hivi? Kitu katika taasisi kama hizo kusaidia mabaharia, sawa, hatuwezi kuishi kwenye magari. Kwa hili peke yake, kwanza nawapa hongera sana, umeliona kama leo ni tatizo, lakini yako mengi sana ambayo kwa leo tunafanya baharia ama kama vile tunakwama au taasisi zinasaidia kuweka mkono wake. Naona bwana, kwanza niseme hongera au shukrani sana. Sawa, kwamba wametoa magari kama haya na si mawili si matatu. Sawa bwana, kitu kama hicho. Kwa hiyo niwape hongera kwa hilo. Inshallah Mwenyezi Mungu awape niseme nini? Niseme umri mrefu. Hali ya namna hiyo. Unaitwa mzee nani? Mimi tu Omar jinangu. Mimi ni mzaliwa mkoa gani? Mko Dar es Salaam hapa. Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam. Okay, bwana anaitwa mzee Omari Abdu Bukini. Huyu bwana Bukini. Bwana asalamu alaykum. Alaykum salaam. Habari za leo? Nzuri. Naona umejitokeza kwenda kupokea mwili wa ndugu yetu Margese. Binafsi ulipoipokea hii taarifa, binafsi kama mwana wa bahari, ulijisikiaje? Nilijisikia huwezi kujisikia vizuri. Kupata taarifa kama hizo sio nzuri. Kwa kweli inasikitisha. Ndio maana leo kwa mwili unaletwa, basi inabidi lazima tujumuike pamoja ili tukupokee na kuleta ili ukahifadhiwe sehemu husika. Kupitia hizi taasisi ambazo zimekuwa bega kwa bega na mabaharia, ulikuwa na lipi la kuzungumza? Labda nini ambacho kingine kiongezeke kuweza kuwasaidia mabaharia? Cha kuongezeka vipo vingi, lakini jamaa nawashukuru kwa wanajitahidi sana, wanapotokea matatizo kama haya wanajitokeza na wanatusaidia, hususan kiusafiri na kuhamasisha ili tujumuike kwa pamoja mabaharia tuzidi kwa kitu kimoja. Hicho kwa kweli nashukuru. Majina yako matatu? Mimi naitwa Hasani Shabani Bilali. Bana, huyu anaitwa Bilali. Yeye amezungumza mengi, lakini nafikiri tunatakiwa tuzipe pongezi taasisi ambazo zimekuwa zikitoa mchango kusimamia shughuli mbalimbali za mabaharia. Bana, naendelea kukutana na mabaharia ambao wako kwenye gari. Ni mabaharia hawa? Hapana. Okay, sawa, naendelea. Sawa. Naendelea kukutana na mabaharia. Bana, Mashaka. Mzee Mashaka, asalamu alaykum. Bana, habari za leo? Nzuri. Bana, karibu Safiri Salama na Nile Cable. Unaitwa nani? Mimi naitwa Captain Jensen Martin. Captain Jensen Martin. Taarifa hii binafsi kama captain binafsi ilikuumiza kiasi gani kama mwana habari? Imeniumiza sana kwa sababu hii ni baharia mwenzangu, na mimi niko katika bahari hivyo na nafanya kazi huko. Kwa hiyo nakuta inakuwa ni shida, ile lazima uhumie kama binadamu. Ni mwenzetu, ni mfanyakazi mwenzetu, na ametoka huko kama wiki mbili zilizopita, ndo akaenda Mirini, ndo akaenda kupoteza maisha. Kwa hiyo familia nayo imeumia, ameacha watoto, ameacha wazazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaumiza sana. Mwitiko umekuwa ni wa kiasi gani kwa mabaharia kwenda kupokea mwili wa Mariam? Umekuwa ni mzuri. Wengine bado naona wanakuja sababu ya shida za usafiri, lakini mwitikio umekuwa ni mzuri. Neno la mwisho kwa taasisi ambazo zimekuwa moja kwa moja na mabaharia? Tunazishukuru TASAC, tunashukuru Mission to Seamen. Kwa kweli wamekuwa bega kwa bega na mabaharia. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Bana, huyu ni maneno mazuri kutoka kwa captain. Habari za saizi wakati? Bana, naitwa Mr. Ottoman Shawa. Naona umejitokeza na istosha na huzuni kweli kweli. Sana na huzuni. Bana, unamfahamu vipi Margese? Namfahamu kama mwanachama wangu, na mimi kama mwenyekiti wa TASU mkoa wa Dar es Salaam ni kutetea mambo mbalimbali. Kwa hivyo niko pamoja bega. Imeniumiza sana ili swala, ndio maana nimeona bora nije hapa kumsindikiza mwenzetu. Ni hivyo kwa kifupi. Kama TASU ninyi mmejitoa kwa namna gani kwenye? Kwanza tulipopata zile taarifa, sisi ndo watu wa mwanzo kufuatilia chanzo kilikuwa nini, tukalinki na TASAC, na ikawa inatuma sana kupambana kwa hali ndio hadi mafanikio hayo nayaona. Tukalinki na taasisi mbalimbali, ndio mchango wetu mkubwa kama kusaidia mabaharia nchini Tanzania. Ndio. Ulikuwa na lipi la kuambia mabaharia wengine ambao wenye mitazamo tofauti kwenye hili? Nakwambia wasiwe na emotion mbaya, wawe na emotion nzuri. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu, wavumilie. Ni kipindi kigumu tunachopitia kumpoteza mwenzetu, hiyo ndio naweza nikasema tuvumiliane. Bana, ni kipindi kigumu tunapitia. Habari wakati huu kiongozi? Salama, habari ya saizi? Asalamu alaykum.
Waalaikum salaam. Unaitwa nani? Mimi naitwa Kizito Mjabuso. Kizito. Ndio. Okay, umeguswa kwa namna gani na hii changamoto ya ndugu yetu Malegesi? Kwa kweli nimepokea hii taarifa kwa masikitiko makubwa sana kumpoteza baharia mwenzetu ambaye ni nguvu kazi ya mabaharia. Kama walivyokuwa mabaharia umoja wetu, mabaharia tunapendana. Kwa hiyo akipotea mmoja wetu tunapata masikitiko makubwa sana kama hivi. Okay, mimi kama mabaharia ni kitu gani ambacho mmekifanya kusapoti familia ya ndugu Malegesi? Mbali na hichi ambacho kilichokuwa kimetokea, tunaona magari kutoka kwenye taasisi mbalimbali za bahari. Mimi kama mabaharia, kwa kweli mabaharia tunaungana kama hivi unavyoona tunavyoenda airport kupokea mwili wa ndugu yetu na kufanya michango mingine ambayo mabaharia tunachanga kama kawaida katika tunavyopata swala zito kama hivi. Okay, kuna mfuko wote ambao labda nyinyi kama mabaharia mmeutenga ambao wakati mwingine labda inapotokea changamoto kama hii nyinyi kama viongozi au kama mabaharia mnakuwa mnasapotiana? Na ndio TASU kama kiongozi ndio anaratibu shughuli zote za mifuko na mabaharia kuchangia inapotokea jambo kubwa kama hili. Bana, ndugu yangu, habari sasa hivi? Salama tu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Bana, unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Abdalla Hassan Ali. Wewe ni mtu wa wapi? Ni mtu wa Zanzibar. Zanzibar. Umevuka maji umekuja kumpokea ndugu yetu Malegesi. Ndio. Changamoto hii binafsi wewe kwa upande wako unaielezeaje ya kifo cha ndugu yetu Malegesi ambaye amepata changamoto huko katika nchi za ughaibuni? Changamoto hii imeniumiza sana kwa sababu Malegesi ni rafiki yangu na tunafanya kazi kampuni moja. Kampuni moja. Unamfahamu vipi Malegesi? Namfahamu kama rafiki yangu, kama baharia mwenzangu na tushafanya kazi chombo kimoja pia. Kwa hiyo imeniuma sana ile swala na bado naendelea kusikitika, lakini kazi ya Mungu haina makosa. Na neno lipi ambalo ulikuwa nalo kwa mabaharia pamoja na uongozi mbalimbali ambao wamekuwa wakisimamia hizi shughuli za kupokea mwili wa marehemu mpaka kufikia hapa? Yaani nasisitiza wenzangu tushirikiane kwa pamoja tukampokee ndugu yetu ili tuweze kumsaidia na mambo mengine yakae sawa, mambo kila kitu yale mbali nataka iende vizuri, na pia tujitahidi tutoe pole kwa wafiwa. Tutoe pole kwa wafiwa. Bana, mimi nashukuru sana, lakini namaliza na ndugu yangu hapa. Habari sasa hivi? Salama kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Hamisi Swale Masudi. Wewe ni mtu wapi? Mimi ni mtu wa Kigoma lakini baharia naishi hapa Dar es Salaam kwa sasa hivi. Unaishi? Naishi Dar es Salaam kwa sasa hivi. Okay, changamoto hii ya ndugu yetu Malegesi ya umauti ambapo imefika katika nchi za ughaibuni, taasisi za TASAC na TASU pamoja na taasisi zingine zimeshirikiana kuweza kuhakikisha taratibu zote zimekamilika. Ulikuwa na neno lipi la kuziambia hizi taasisi na pongezi gani ulikuwa nazo? Mimi nazishukuru sana kwa kitu ambacho tulikifanya. Nazishukuru sana ziwe na moyo huo kuendelea kwa baharia yote ambaye anapata matatizo ambaye ni mwanachama. Nazishukuru sana, nimefanya jambo jema sana kwa kweli. Kwa sababu kama sisi mabaharia tumesikitika sana kutokea tatizo lilotokea la mwenzetu aliyefariki. Na matatizo kama haya mara nyingi yanajitokeza mara kwa mara au ni kwa mara chache sana kwa mabaharia? Unajua ifani matatizo kama haya huwa yanajitokeza, labda unaweza kutokea labda katokea accident kwenye meli, labda mtu labda kapigwa na kamba au kuna rolling kubwa, mtu kapigwa na upepo baharini. Vitu hivyo vinatokea, lakini sio ajabu kutokea kwa baharia kutoka hapa Tanzania. Vinatokea kwa watu wa nje, ndio nishasikia sana. Kwa hapo ndani bado sijasikia swala hili. Okay, nashukuru sana ndugu yangu. Nashukuru sana kwa muda wako. Bwana, mambo vipi ndugu yangu? Bwana fresh na kwa. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Bwana, unaitwa nani kiongozi? Naitwa Mkanga Alimati mimi. Unaitwa? Mkanga Alimati kutoka Zanzibar. Kutokea Zanzibar. Kwa hiyo umepanda boti unakuja Dar es Salaam? Kuja kuweka msiba au kuhudhuria kwa sababu lilotokea ni kubwa, alafu ni ndugu wetu kama unavyomuona huyu. Huyu ndo Malegesi. Ndo Malegesi mwenyewe. Bwana, huyu ndiye Malegesi. Huyu ndo Malegesi ambaye alipostiwa kwenye mitandao ya kijamii na tunafanya kazi sehemu moja, nafanya kazi sehemu kampuni moja. Yaani yeye alipotokea mimi ndo nilipoingia. Wewe unasimama kama kwenye renki ya baharia. Wewe ni boze? Kama huyo. Okay. Alafu ni boze. Nimesoma naye kupita kozi ya Tanzania, nimesoma naye kupita kozi ya Emirati, ni ndugu yangu kabisa. Tangu 2022 mpaka hivi ninavyotuona leo. Tuna umoja sana na kijana. Rekodi yake fupi Malegesi, wewe unaitambua vipi? Malegesi bwana, kwanza ni mchapa kazi. Alafu ni mtu ambaye uko straight. Na ndio maana tukavuka maji kuja kumfuata marehemu hapa tumpe wazazi wake mikono ya pole na kumpokea, kwa sababu leo limemtokea yeye
kesho itatokea sisi, na tunavyokuambia tuko njiani kuelekea huko, kwa sababu ndio kazi yetu. Matatizo kama haya, binafsi wewe ulikuwa na lipi la kuweza kuziambia serikali pamoja na vyombo mbalimbali vinazosimamia sheria hapa Tanzania? Mimi la kuambia serikali ya kwa wametuonyesha mfano mzuri kama TASAC, DMI na walezi wetu, na TASAC ndio kila kitu, kwa sababu wao ndio walitangaza leo hakuna kazi kutokana na msiba uliotokea Imarati. Mwili wa marehemu leo utashuka kutoka Imarati na kupokea Tanzania. Kwa hiyo kwanza nakisifu sana hichi kitengo na napongeza sana kwa kuacha mambo yote wanaba kwenda kupokea mwili kule airport Nyerere, Julius Kambarage Nyerere, Tanzania. Kwa hiyo leo hakuna shughuli zozote zozote leo, ni kuna mwili wa marehemu tunaenda kupokea. Hata TASAC leo hajafanya kazi wengi sana. Kwa mabaharia ambao hawajitokeza kwenye hili, binafsi ulikuwa na lipi la kuambia? La kuambia sina, kwa sababu kama unavyojua wako tayari kuja kupokea mwili, ila hawakujua imekuja habari ghafla kama hivyo. Kama mimi nilikuwepo nyumbani kama bwana, leo mwili wa marehemu utashuka, utatoka Dubai kuja Tanzania kwenye saa 6, ndio maana nikakimbia mbio kufika hapa. Sasa kama unajua mimi naishi sehemu nyingine mbali, lakini jua hivyo nguvu zetu tutaonyesha jinsi gani kama tulikuwa na umoja wa baharia, na ndio kazi ambayo tunategemea kwa sisi vijana sasa hivi. Okay, kupitia umoja wa mabaharia nyinyi mmeungana vipi katika kutoa rambirambi? Rambirambi kwa upande wetu wa baharia kwa kweli ni kubwa mno, kwa sababu baada ya kufikisha mwili kule tutakuwa na kikao maalum cha familia. Isitoshe vile tutakuwa na kikao chengine cha serikali yetu kutusaidia nguvu zaidi, kwa sababu kama unavyojua hichi chama chetu cha Tanzania ni kikubwa, tuna makapteni, tuna maengineer, dunia nzima wapo. Kwa hiyo lazima tu nitakiwa tukae tujue vipi mwenzetu likimkuta nje upande wa baharia anasaidiwa vipi, kwa sababu baharia sasa ni kazi kama jeshi, kama polisi unavyoona. Kwa hiyo sisi tuna chama chetu ambacho ni hapa DMI na TASAC ndio viongozi wetu. Kwa hiyo linalotokea lolote lazima tukae tujue linapotukuta pale nini cha kusaidiwa, na ukifika hapa nini tutakifanya. Haya ni maneno ya mabaharia, lakini wameonyesha msisitizo wa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba taasisi zimekuwa bega kwa bega kuhakikisha shughuli zote zinaenda vizuri kabisa. Nashukuru sana kwa wakati mwingine. Mwenyezi Mungu awabariki sana viongozi, Mungu awatangulie sana katika safari yenu. Sawa sana, asante sana bana. Mimi nashukuru sana, na story ni kama hivyo unavyoziona, story zimekuwa ni nyingi sana, lakini mimi nimesimama kwenye hii gari. Malengo sio mabaya, malengo ni kuhakikisha wote tunakwenda kupokea mwili kwa ndugu yetu Marigesi, ambaye yeye alipata msiba, alipata changamoto katika mlango wa Hormuz huko nchi Iran, ambako kumekuwa na vita nyingi sana zimekuwa zikiendelea huko. Asanteni sana kwa wakati, mimi nashukuru, nawatakia safari njema, nawatakia shughuli njema. Mwenyezi Mungu awatangulie wote ambao mmekuwa pamoja nami kuhakikisha kwamba tunasafiri salama na nyinyi ndugu zangu. Karibuni kwa wakati mwingine.